zako ni kwa imani tu katika Kristo Yesu. Unapata kusamehewa dhambi zako zote, maovu yako yote. Haijalishi umekuwa mwenye dhambi kiasi gani, haijalishi umekuwa na makosa mengi kiasi gani. Unapoamini, hiyo ni historia tu, hiyo ni historia kuhusu dhambi zako, hiyo ni historia. Lakini Yesu anakuambia sikuhesabii makosa. Huu ndio wema wa Mungu. Hahesabu mabaya, hahesabu dhambi zako, hahesabu makosa yako. Wewe unatumia dhambi kuzani Mungu anakuchukia. Wewe unatumia dhambi kuzani Mungu ana uadui na wewe. Lakini Mungu anakuambia mimi sina uadui na wewe. Sina uadui na wewe. Ameonyesha wazi kwa jinsi gani anakupenda. Wakati ulipokuwa ungali mwenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Mungu malaika anasema mimi si adui yako. Mimi sigombani na mwanadamu. Mungu agombani na mwanadamu. Mungu ashindani na mwanadamu. Mungu ametoa uzima wa milele. Anatoa msamaha. Yeye ni Mungu ambaye anatoa uzima wa milele. Hii haitegemei maombi, haitegemei matendo yako. Inategemea kile alichokitenda Mungu. Inategemea wema wa Mungu katika Kristo Yesu. Unapoamini ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako, alizikwa, lakini alifufuka siku ya tatu, unakubaliana na wema wa Mungu. Kwa hiyo unapokea uzima wa milele. Kwa hiyo unakubaliana ya kwamba Mungu si adui yako. Mwanadamu unaweza ukachagua kuacha kujiabudu, unaweza ukachagua kumwabudu Mungu. Unachaguaje? Unamwamini Yesu kwamba alifufuka kutoka kwa wafu. Unaamini kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Amekuondolea maovu yako yote. Hakuhesabii dhambi. Ni mwanadamu anayehesabu dhambi. Ni shetani atakaye kushuhudia kwamba wewe ni mwenye dhambi. Lakini Yesu atakwambia ukiniamini wewe si mwenye dhambi tena. Wewe huitwi mwenye dhambi tena. Kwa hiyo dhambi zako zote zimefutwa. Unapomwamini huyo aliyefufuka kutoka kwa wafu, mkuu wa uzima, unapokea msamaha wa dhambi. Msamaha wa dhambi maana yake nini? Msamaha wa dhambi maana yake ni kuwekwa mbali na mauti. Ni kuwekwa mbali na mshahara wa dhambi ambao ni mauti. Dhambi zako zote zimeondolewa. Chagua kumwamini Yesu. Chagua kumwamini Yesu. Wewe ni kijana, wewe ni baba, wewe ni mama, wewe ni dada, wewe ni binti, wewe ni mzee. Chagua kumwamini Yesu. Yesu ndio suluhisho. Yesu ndio uzima wa milele. Utakuwa na maisha gani baada ya kufa? Inategemea sasa. Maisha yako baada ya kufa inategemea kumwamini Yesu sasa. Inategemea kumwamini Yesu sasa. Wewe ni kijana, maisha yako baada ya kufa yanategemea sasa kumwamini Yesu. Wewe ni mama, wewe ni baba, maisha yako baada ya kufa yanategemea uchagua nini kabla ya kufa kwako. Una uchaguzi bora, una uchaguzi bora.